lilipogonga ardhi kwa kishindo, msitu mzima ulionekana kutikisika. Baraka alimvuta Neema kwa nguvu, lakini hawakukimbia, kwa sababu walihisi kitu kingine kilikuwa nyuma yao, polepole sana. Baraka aligeuza kichwa. Kiza kilikuwa kizito. Hakukuwa na mwezi juu yao kwa sekunde hiyo, kana kwamba mawingu yalikuwa yamemeza anga. Kati ya miti mirefu kulikuwa na mtu. Alisimama kimya, hasogei, hasemi, hasogei hata kwa pumzi. Neema akashika mkono wa Baraka kwa nguvu zaidi. Ni nani huyo? Sauti yake ilikuwa ndogo kuliko upepo. Hakukuwa na jibu, lakini macho mawili yalionekana kung'aa hafifu gizani. Si kama macho ya binadamu, wala si kama ya mnyama. Yalikuwa tulivu, lakini yakitazama moja kwa moja kwao. Ghafla, mlango wa nyumba ya Mama Sefu ukatoa mlio mdogo. Upepo ulipita. Taa ya ndani ikacheza cheza. Na kwa sekunde chache, mwanga wa ndani ukaangaza sehemu ya msitu nyuma yao. Baraka akaona sura ile kwa mara ya kwanza. Haikuwa sura kamili. Ilikuwa kama kivuli kilichojificha ndani ya mwili wa mtu. Uso haukuonekana vizuri, lakini kitu kimoja kilionekana wazi. Alikuwa ameshika kitu mkononi. Fimbo ndefu ya kienyeji yenye shanga na manyoya yaliyofungwa juu yake. Neema akavuta pumzi kwa nguvu. Hiyo ni fimbo ya Mama Sefu. Baraka akahisi baridi ikipita mgongoni. Lakini Mama Sefu alikuwa wapi? Yule mtu akapiga hatua moja mbele. Majani yakatoa sauti ya kukanyaga. Mbwa waliokuwa mbali kidogo wakaanza kubweka kwa hasira. Kisha ghafla wakanyamaza. Kimya kikubwa kikashuka tena. Yule mtu akasema kwa sauti ya chini iliyokwaruza, "Mmechelewa." Baraka akameza nate. Unamaanisha nini?" aliuliza kwa ujasiri wa kulazimisha. Kivuli kikatikisa kichwa polepole. Halafu mwanga wa taa ya ndani ya nyumba ukazimika ghafla. Giza nene likawazunguka. Neema akapiga kelele ndogo. Ndani ya giza hilo, sauti ya miguu ilisikika pande zote, kama watu wengi wakitembea kwa mzunguko, kama wanawazunguka, kama wanawasubiri. Kisha ile sauti ikarudi tena, safari hii kutoka karibu kabisa nyuma ya masikio yao. "Mlidhani mnaingia kwenye nyumba ya Mama Sefu. Hamkujua mnaingia kwenye mlango wa kitu kingine." Baraka akahisi mkono wa Neema ukianza kutetemeka, na ghafla mlango wa nyumba ukajifunga kwa nguvu. Bam! Na pale juu ya paa la nyumba, kivuli kingine kikaonekana kusimama, kirefu zaidi, kikubwa zaidi, na macho yake yalikuwa yakitoa mwanga mwekundu hafifu. Baraka akagundua jambo moja la kutisha. Yule mtu aliyesimama nyuma yao hakuwa peke yake. Kitafuata. Usikose episodi inayofuata. Usisahau kulike, share kwa marafiki